watu wametofautiana kimaoni na maneno ile wanasema. Mimi naamini Mwenyezi Mungu atafungua njia kwa hii challenges ambayo iko. Na mimi naamini pia kwamba ukweli utadhihirika na uongo utajitenga. Kwa sababu katika hii maneno ya finance bill, karibu 80% ama 90% ya ile maneno kwanza mnasikia ikitangazwa kwa vyombo vya habari ni maneno ya uongo tupu. Mtu unaanza kubishana na yeye na unamuuliza basi nipe ile kipengele ambayo wewe unatofautiana naye. Anakuambia hapana, ni mbaya hiyo kitu yote. Hasa ukisema ni mbaya hiyo kitu yote, na mimi najua tumesoma vizuri, nimeangalia, ninajua tumesikiza maoni ya wananchi, tumerekebisha ile tulikuwa naona ilikuwa proposal ambayo pengine much as it was necessary, lakini kwa sababu we are going through a difficult economic time as a country, tumesema wacha hiyo ingoje, na tumepunguza na tukatoa many of the contentious clauses. Bado mtu anasema hapana, we don't want anything to do with it, just reject it as it is. Karibu imekaa kama kwa nyumba zetu kwa wale wameoa sasa, ile mama amekazirika. Unajua mama akikazirika, ukicheka ni makosa, ukilia ni makosa pia, hata ujui gani ni gani. Ukinyamaza tena ni makosa zaidi, na ukiongea pia tena unaambiwa waje kuniambia. Hii ndio hii maneno mimi nasikia vile inaendelea kwa hii maneno ya finance bill. Sasa nimejaribu kusikiza, I've tried to listen keenly and say maybe there's a point that we are missing and there are things that we don't understand. But to the best of my knowledge, many of the challenges that our young people and those in the civil society are speaking about, part of the solutions to the problems that they are describing are actually contained in this finance bill that they are telling us to reject. Not lump up all our issues from 1963 and simplify it and say, by rejecting the finance bill, all our problems will go away. That is a fallacy. We should not accept to lie to our people. So, jameni, mimi naona na tunasikiza vizuri, nasema ile maneno watu wamesema ni kweli, iko shida hii, iko shida ile, kuna maneno ambayo ifurahishi watu, hiyo ni mzuri, na tumekubaliana, na nitasema mimi hata naimiza rais asikize, na tafadhali pengine atafute nafasi hata awasikize hawa vijana wetu pia kwa njia ya kipekee, yeye mwenyewe akae chini na aandike ile maneno ambaye inasema inawaudhi na inawakera na wafurahi kwa taifa letu. Hiyo ni muhimu kabisa, sababu ni muhimu kuwasikiza watoto wetu wanapozungumza. Lakini pia tunaomba pia vijana wetu watusikize na waelewe kwamba our challenges cannot just go away and disappear in one instant. There are no simple solutions to the challenges that Kenya continues to face. Kwa hivyo mimi nataka niombe, wakati tunaendelea na msukosuko huu ambao huko, niseme hawa viongozi wetu wa bunge la kitaifa, the 204 members of parliament who voted in support of the finance bill, they may not be celebrated now, they will be vilified, they will be abused, but in years to come, when this country will look back and say this was the point that we said no to the slavery of debt and yes to self-sustainability and living within our means, those 204 members will be celebrated as heroes at that particular time.